Kadri ambavyo tumebarikiwa na as I told you before kipindi kile niliwaambia kwamba tuna wasanii wengi. Miongoni mwao ni Kambia Nyani, Simba Jordan, lakini pia wako Wahehi kutokea Maganzo. So this time ni time ya Kambia Nyani. Last year ilikuwa ni ya Simba Jordan na tuliona single ya One Day ilifanya poa. So that's why nakwambia kwamba CM iko na inafanya poa bado katika tasnia hii ya entertainment. Yes, Kababa, huyu ni manager wa wasanii chini ya CM Entertainment. CM Entertainment ni label ambayo inapatikana mkoa wa Shinyanga na inafanya vizuri, na wasanii ambao wanapatikana chini ya CM Entertainment wanafanya vizuri, ndo hawa sasa tuko nao hapa. Mimi natamani kuuliza kitu kimoja kidogo tu. Hawa Kambia Nyani before waanze kufanya media tour kanda ya Ziwa walianzia Dar es Salaam. Kipi ambacho mlikitarget? Kwa nini hamkuanzia nyumbani? Mkaona muanzie huko mjini. Tunafahamu mjini kuna kila kitu, lakini nyumbani ni nyumbani man. Kwa nini jina lilikuwa ni Kambia Nyani? Speaking of Kambia Nyani, I think watakuja kujielezea wao wenyewe kutoka wapi na nini kwa sababu gani. Lakini kufanya kuanzia mjini Dar es Salaam, I think ilikuwa ni kwenye project nyingine tofauti na hii project. This time tumeamua tuanzie nyumbani sasa kwa sababu unajua wanasema charity begins at home, sio baba? Kila kitu inatakiwa kianzie nyumbani. So that's why tumeamua kurudisha majeshi nyuma. So tukasema kwamba this time around tuanzie nyumbani kabisa, tutafute ile fan base yetu ya ukweli kabisa ambayo huwa mara nyingi inatusupport kwenye shida, kwenye raha na kwenye kitu kama hivyo. So this time tumewaletea Kambia Nyani ambao sasa washikaji wana vitu viwili kwa wakati mmoja. Wana dance lakini wanaimba at the same time. So nafikiri mengi zaidi wao wenyewe ndio watakuja kujieleza zaidi kwa nini Kambia Nyani, kwa nini walikuwa wanacheza wakaacha sasa hivi wanaimba and so on. Nafikiri wao watatueleza zaidi. Sinyaje? Kama kawaida. Wanakuita nani? Wanaita Bayo wa Mitindo. Nani huyo? Bayo wa Mitindo. Bayo wa Mitindo. Okay. Sasa. Kwa kujibu swali, nakumbuka swali? Nakumbuka. Okay. Sema kwa nini tumeacha kudance? Kwa nini tumeacha kudance au tunaimba? Iko hivi. Unajua kwenye game sasa hivi inavyoenda industry inavyohitaji, mambo yanaenda yanabadilika sana. Tunaona zile watu wanavyoimba wanapata mafanikio makubwa zaidi kuliko kwenye game ya kudance. Hiyo dance sometimes inakuwa inaweka limit fulani hivi. Lakini unapokuwa unaimba yani kuna vitu fulani unaongeza connection international zaidi, kwenda international zaidi, na hata ile ladha ya watu. Siku hizi watu wengi kuangalia madancers wengi wanaimba ndio nyigwa hivi wapo ongea dada hivi pia, na ndio sasa hivi amekuja kidogo tu sasa hivi ndio ana fan base yani wewe umeanza unajua wanasemaga ujanja kuwai. Ujanja kuwai, kila mtu anaangalia. Unajua kuna wengine wanakuwa sio kila dancer anajua kuimba. Kwanza hilo mtambue. Unaona kwa hiyo mwenyewe anaona nikiimba hapa naweza labda nikachekesha. Kama wewe waga una kipaji cha kuimba, ndio maana hata kuna mtu mwingine unaweza kumuona ameanza comedy, afu kesho kuna unajua kuwa msanii mkubwa kama My Brother Ozo. Alianza kama comedy. Zile waga ni njia za kujitafutia ambayo kwenda kufikia kwenye jambo jenye ambalo unalihitaji kabisa. Lakini wewe watu wanapokuwa wewe watakapokupokea jinsi ya unavyoimba ni tofauti na vile ulivyoanza kucheza na kuimba. Ndio maana watu wamepokea kwa ukubwa zaidi. Mapokezi yamekuwa makubwa sababu tumeshajitambulisha kwenye kucheza sasa. Sasa tunataka tuoneshe kipaji chetu upande wa pili kama kuna siku tunaweza kuimba. So kama sio kila dancer anaweza kuimba. Kwanza mko ngapi? Unaona watano. Kuna Kismati, kuna Chidikidi hapa ambao kuna bacha kwa 7 anajitambulisha na Bayo wa Mitindo. Ila wa artisti kabisa ambao tunaoimba ndio maana tunaona kwenye ngoma na imba wawili. Ndio nyinyi mlokaa kwenye mic hapa. Mlokaa kwenye mic. 47. Kwa nini nabana 7 wakati na bado 69? Mchanganya. Tunakuelewa. Ni nini? Mmoja wangu. Afu na ubade Stefani kwamba anakuinspire? Sana. Ilikuwa ghafla sana. So wewe umeangalia nini
mlijadili pamoja kwamba inabidi sasa hivi mwangu tuanze kuimba au ilikuwaje? Au kila mtu alianza kivyake? Si toka tuko wadogo. Yaani tumeanza muziki tuko wadogo, tumecheza. Kuna tuwa mifikia sasa tumeona ngoja tuingie na huko. Tutafute changamoto huko kwenye kuimba. Baadaye lakini anafanya production. Anafanya production. Wako vipi? Kama role model vipi pale? Studio vipi? Zinapanda? Studio zinapanda ndo kama unavyoona hivyo. Vitu vinatoka, madini hapo. Kwa ndo hivyo. Nani anawaandikia nyimbo? Nyimbo naandika wenyewe. Andika wenyewe? Naandika wenyewe. Za mapenzi au hamna? Unajua za mapenzi kuna watu wanalia bro. Sema tuingie kwenye kulia huko sasa unaingia chaka jingine. Kwenye naandika. Watachezaje sasa? So Kambianyani bado wanafanya ngoma tofauti, lakini basically wamebase kwenye ngoma ambazo huwa zinachezeka sana sana. Tukumbuke sasa tuko kwenye generation ya mapiano, ndio. So wao wanafanya zaidi piano na wanazifanya wanazibabua kweli. So yani mpaka kufika hapa tulipo tayari tuna level fulani tushaionyesha. CM Entertainment ndio mwavuli mkubwa kabisa kwa ajili ya vijana Kambianyani kwa swala zima la muziki, sawa? Kwa hiyo wao wanafanya zaidi muziki wa kuchezeka. Kwa nini Kambianyani? Swali mtakusahau. Wakati nyinyi ni watu afu Kambianyani. Hiyo kambi vigaje tena? Hiyo Kambianyani brother. Kwanza paka inaitwa Kambianyani. Sasa nimshukuru bosi wangu Malunde CM kwanza kwa kutafutia jina unique ambalo hata mtu wewe umelisikia mara ya kwanza. Jina unique ndio Kambianyani jamani. Lazima ustuke yani wote useme hata sasa tunawaleta Kambianyani. Hata kama wewe umejificha sehemu lazima ukurupuke. Ni vitu gani hivyo? Ni nini? Alafu unakuja unatokezea watu. Kwa kidogo Kambianyani paka inakuja kuwa Kambianyani na the way jinsi na dance yetu. Dance yetu sisi tunafanya dance aina nyingi, tunafanya acrobatic. Mtu anaweza karushwa juu akaenda huko karuka nini akanini. Umeona kama vile kama na mablaza Malunde ya Mbrono kusui. Wazee wetu kwa wadogo siku tunakaa sana mtoni sana ndani kule. Kwa hiyo muda wote tuko kwenye mazoezi, tuko miembeni, tuko wapi, tuko nini. Pale kama Kambianyani. Yaani unajua binadamu mwenyewe ukiangalia ukifuatilia utaambiwa ni nyani, binadamu ni nyani, sio ana nini kama hivyo. Kwa hiyo wanasema Kambianyani kusema hii tunaondoka nayo na blaza kasifani. Tunaondoka nayo hii ambayo nafikiri tutafikia sehemu moja kubwa sana ambapo hata mtu akisikia Kambianyani hata kama niwe ndo maana hata wewe paka umeuliza kwa nini Kambianyani. Nilikuwa natafuta uhusiano wa nyinyi na nyani. Na yule tu utundu tuna utundu mwingi sana. Kama nyani yani ujanja zile yani. Kwa maana leo tunafanya hivyo. Mtu anaweza kuzunguka na kichwa hapa, ukabaki unashangaa. Hayo kweli nyani, mara kampandilia mara kapanda kwenye tenti karudi kashuka. Kama hivyo maiblo. Kwa hiyo nafikiri mnafaa pia kwa utalii. Sawa, meneja Kababa hapa amesema kwamba Kambianyani wao wanafanya zaidi piano kuliko chochote. Sasa nimeona kwamba hizi ndio ngoma ambazo kwanza pekee ndo zinachezeka au mnahisi hizo ndo mnaziweza kwenye kuimba kwa sababu nimetoka kwenye kudance. Labda hizo ndo zimekuwa rahisi zaidi kwenu. Ama wewe unategemea labda next time tutaona kwa sababu ngoma zinazochezeka si piano pekee yake. Ziko aina nyingi za ngoma ambazo zinaweza kuchezeka. Sasa sijui meneja anajibu, sijui Kambianyani wenyewe ndo anajibu ama la. Labda hilo niliweke kwanza kabla ya meneja kuingia hapo. Jua muziki sio kama tu tunafanya labda piano au ndo zewe muziki. Hiyo muziki unaenda unabadilika. Kadri siku zinavyozidi kwenda. Muziki unaenda unabadilika. Na hapa suni mbeleni hapa kuna sound mpya kama mshesikia sound kama ya Mario hivi. Kuna sound za Mario hizi je melody sasa hivi ziko mpya. Zinazokimbia zile zinakuwa mdudu fulani kama ya Rema ile. Ile tumefanya tumeumiza sana. Kwa hata mimi nilimwambia sana meneja ngoma sana yafaa tustoe watu tu wasizoee kwenye hii sound ya piano. Unaona watu wanabadilika yani fatu badiliki kama vile tunafanya matangazo. Sio kila siku vile kidogo huenda piano labda tunaona sisi tunafanya vizuri zaidi. Kumbe kuna ile ngoma ambayo tukiitoa sisi ambayo ni sound nyingine, ni idea nyingine tofauti na mapiano. Huenda ile ndio ikawa
hiti na ikatusukuma sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au tukafanya vizuri zaidi kuliko jinsi kwenye piano tunavyofanya. Kwa sababu tunaona hata wasanii wengi sana, tumeona hata Diamond Platnumz alivyoimba ile na Kuna, watu wakutegemea kumwona Diamond kama ataweza kuimba Kuna. Watu wanabadilika. Kwa hiyo wewe unachukua msanii unagusa pande zote. Kwa nafikiri mashabiki zetu au kusikiliza hapa, tuna kazi nyingi sana mbeleni hapa. Soon tu hapa manager, ili tutaziachia saundi zote watu watusikie kwa ladha tofauti. Okay. Yes. Nice. Wakati anaanza Jojo hapa alizungumza namna ambavyo mmefanikiwa sana kuwa na tours sehemu mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam na kama hivi. Kutoboa kwenye hiyo mpaka kupata of course yani connection nyingi kipindi cha hivi karibuni imekuwa ni nini mpaka mnaona yani mnakubalika hivyo mnafanya tour kama ni shows yani kwa ukubwa Tanzania au tuseme dunia kwa ujumla? Ni cha kwanza tension. Kila mtu anapendaga tension. Hata mchawi anapokuja juu kuja kuangia lazima